Masaa na majira haya tunaenda kupata neno kutoka Yeremia 29. Tuanze pale 11. Yeremia 29 tunaanza ule mstari wa 11. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa msaada wa Mungu nitasoma. Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. 13. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. 14. Nami nitaonekana kwenu, asema Bwana, nami nitawarudisha watu wenu waliofungwa, nami nitawakusanya ninyi nikiwatoa katika mataifa yote na katika mahali pote nilipowafukuza, asema Bwana, nami nitawaleta tena hata mahali ambapo kutoka hapo naliwafanya mchukuliwe mateka. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema naye anatuwazia mawazo mema. Mungu anatuwazia mawazo mema. Hilo ndilo jambo la kwanza. Soma hiyo 11 sasa tuweze kwenda pole. Sitakaa sana, lakini kwa neema ya Mungu nafikia tutaenda haraka. Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kuwa Mungu anatuwazia mawazo mema na anayajua mawazo anayetuwazia, kwamba ni mawazo mema. Anasema kwamba yeye anajua lile hitaji ambalo tuko nalo. Sasa Mungu anatuwazia mema, anatuwazia baraka, anatuwazia uzima, anatuwazia mafanikio, anatuwazia kuweza kufaulu kwa yale makusudio yake amekusudia ili tuweze kuyapata. Anatuwazia mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa akiwa anatuwazia, na sisi inafaa tuenende katika mawazo yake yeye Mungu, ili tuweze kuwa kitu kimoja katika anga yake ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Wakati sisi tunawaza kuwa tumeshindwa, Mungu anaona kwamba tumeshinda. Wakati tunawaza kuwa unachekelewa, Mungu anawaza jinsi utakavyoheshimiwa. Wakati tunasema sina biashara, Mungu anawaza jinsi atakavyokupa biashara. Wakati unavyowaza magonjwa haya yatanimaliza, Mungu anawaza jinsi utakayemhudumia na magonjwa yako yakawa ushuhuda katika watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Anawaza kilicho chema katika maisha yetu. Amen. Soma hiyo 12. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Anasema nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitamsikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna kuomba ambao Mungu anasema toeni kelele mbele yangu. Kwa sababu gani? Hicho iko katika kitabu cha Amos. Kwa nini Mungu aseme toeni kelele? Kwa sababu wakati matendo yetu yampendezi Mungu, hayo maombi yetu huwa ni
mbele yake. Ijalishi utaomba vipi, lakini kwanza tuanze na mienendo na tabia na kelele. Wanawezazidiwe. Kwa hivyo wakati tutakavyoanza kwa matendo, alafu mioyo yetu ivae, alafu ndio tuanze kumuita na tumuombe, anasema ataitika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wakati ambao wapendwa, ukuacha majivuno, kuacha vile tunavyochua, kuacha njia zetu potovu na yale mawazo yetu potovu, tuanze kumtendea Mungu matendo yanayempendeza. Maana Biblia inasema kwamba maombi ya mwenye haki yanafika mbele za Mungu, yanakuwa kama manukato. Amen. Lakini maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele za Bwana. Kwa hivyo tuondoe dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Tuondoe majivuno, tujifunze kunyenyekea na kufuata nyayo za Mwenyezi Mungu katika ugumu tulio nao. Amen. 12:13. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakavyonitafuta kwa moyo wenu wote. Hapo sasa ndio kuna kibarua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu naamini vile tumekaa hapa, yemekaa kwa macho ya kibinadamu tunaonekana tu wachache, ni kweli. Lakini kila mtu hapa kuna vile anavyowaza na kuna mahali moyo wako ulipo. Ndio maana Biblia inasema mnitafuteni kwa moyo wenu wote, kwa sababu moyo ndio chimbuko la kila jambo. Moyo huo usipomfurahisha Bwana na kuyateka mawazo yako ukayaelekeza kwa Mungu, ndio nakuta ndani ya nyumba ya Mungu watu wanaabudu, lakini kuna mtu anawaza mambo kinyume na yule ambaye amekaa karibu na yeye, na wote wako katika nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Umekaa pamoja, lakini kuna chuki ndani ya moyo. Na hapa Biblia inasema kwa moyo wenu, yaani mioyo yetu kwanza hii mtamani kutafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mioyo yetu ijaye upendo na unyenyekevu, isijaye kiburi na majivuno. Hapo ndipo Bwana anasema kwamba mtaniita nami nitaitikia, kwa sababu mmenitafuta kwa moyo wenu wote. Rudi hapo, maana hapo ndio penye kisiki chenyewe. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Bwana Yesu asifiwe. Hatufai kutafuta Mungu kwa wingi wa akili wa maarifa. Hatufai kutumia akili yetu, tunafaa kutumia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kilichoko ndani ya moyo wa mwanadamu, hata kama atakificha kwa muda gani, kuna siku kitachibuka. Ndio naona katika mahusiano ya ndoa, mtu huyu anajua ni mlevi na huyu anajua ni wa kelele. Wakikutana kila mmoja anafunika, alafu wanajifanya wapole watakatifu. Siku ile wanaombewa ndoa ama wamefunga ndoa, kila mtu kilichoko ndani ya moyo wake kinatoka. Sasa ndio huyo yeye. Sasa kama ni bibi anashindwa haya, kwani yule ndio tulikutana na yeye yuko wapi? Kwa sababu huyo mtu moyo wake sasa ndio unaonyesha jinsi alivyo halisi. Amen. Kwa maana Mungu anasema tumtafute kwa mioyo yetu sisi, mioyo yetu yote. Amen.
Tuendelee. Nami nitaonekana kwenu, asema Bwana, nami nitawarudisha watu wenu waliofungwa, nami nitawakusanya ninyi nikiwatoa katika mataifa yote na katika mahali pote nilikowafukuza, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Unajua saa zingine Mungu anaweza tuachilia ama akatufukuza katika uwepo wako kwa sababu ya migumu ya mioyo tulio nayo. Kwa sababu ya ugumu wa mioyo tulio nayo, Mungu akatufukuza mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Mungu anasema kwamba atakukusanya tena ikiwa mioyo yetu itageuka na kumrudia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikiwa tutageuka na kumrudia Mungu, ikiwa tutageuka na kumtukuza Mungu, ikiwa tutageuka na kumtafuta Mungu kwa mioyo yetu yote. Bwana Yesu asifiwe. Tuko na mahitaji, tuko na matatizo, tunahitaji msaada, tunahitaji uponyaji, tunahitaji kuinuliwa, tunahitaji kufanikiwa, lakini Mungu ametupa njia. Anasema kwanza kwa mioyo yetu yote tumtafute, ndipo tutamwita, alafu ataanza kututoa katika hizo sehemu tuliyowekwa, katika hizo sehemu mapepo yametufunga, maroho yametufunga, hanga za giza zimetukanyaga. Huko mahali ambao tumekanyagwa huko, Mungu anasema ataanza kututoa na kuturegesha. Lakini kwanza tuko na mtihani wa kuvunja mioyo yetu ili ukaweze kumwelekea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tutavunjaje mioyo yetu? Ni kwa kutenda matendo yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Amen. Kwa kutenda matendo yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Haya matendo yanakuwa manukato mbele za Bwana, na yakishakuwa manukato, ndipo anasema kwamba atatutoa katika hizo nchi. Baraka zetu zimetawanyika, ajira zetu zimetawanyika, ndoa zetu zimetawanyika, kazi ya mikono yetu imetawanyika. Huko ataitoa, atairegesha, lakini kwanza moyo wako ndio Mungu anatazama. Amen. Katika Yohana 6 mstari ule wa 61, Yesu aliposema kwamba kuleni mwili wangu na kunyweni damu yangu, mpaka wanafunzi katika mioyo yao walinung'unika na hawakutamka kwa midomo. Lakini Yesu akajua na usini wake, akasema hao watu wananung'unika kwa sababu ya ile jambo nilowaambia. Unajua Mungu hahitaji umwambie maneno kwa kinywa. Yaani vile unavyowaza kwa moyo wako na vile unavyopangia wengine mabaya, na vile unavyoona wengine pengine hawafai mbele ya uso wako, hilo tayari Mungu anajua. Yeye kama pengine tulio karibu na wewe atujui. Na sasa kinaweza kuwa hicho ndio kinafunga baraka zako, ama ndio kinafunga baraka zetu, licha kuwa tunajua kwamba wewe ni mtu mzuri sana. Hata kukiulizwa fulani, nasema huyu perfect. Lakini kumbe Mungu kuna mambo anaona, kwa sababu Mungu anaangalia moyo wa mwanadamu. Mungu anaangalia roho yako inasemaje, roho yako inawaza nini, roho yako inaamuaje. Je, nampenda au mpendi? Roho yako inawaza nini? Inakupenda kumtumikia Mungu au mpendi? Na matendo yako jue yanatoka ndani ya moyo wako. Matendo ambayo unayoyafanya yanaanza ndani ya moyo, ndio yaje katika matendo. Kwa hiyo moyo wako ukimpenda Bwana, hata matendo yako yatampendeza Mungu. Na yakishampendeza Mungu, Mungu
ukimuita ataitika. Bwana Yesu asifiwe. Ukimuita ataitika. Ukimuomba atasikiliza. Kwa sababu anasikiliza ule moyo ambao umekubali masharti yake, ambao umekubali sheria zake, ambao umebondeka mbele ya uso wake. 16. 14 tumesoma. 15. Maana mmesema Bwana ametuinulia manabii huko Babeli. 16. Maana Bwana asema hivi katika habari za mfalme aketie katika kiti cha enzi cha Daudi, na katika habari za watu wote wakaao ndani ya mji huu, ndugu zenu wasiokwenda pamoja nanyi kufungwa. Ndugu zenu wasiokwenda pamoja nanyi ni kufungwa. Bwana Yesu asifiwe. Wasioenda pamoja nanyi ni kufungwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nojua tusipoenda pamoja na vile maagizo ya Mwenyezi Mungu, kuna mahali maisha yetu yanafungwa. Baraka zetu zinafungwa. Kila unachohitaji kinafungwa. Kwa sababu hatuenendi kulingana na Mwenyezi Mungu vile anavyoenenda. Kwa sababu hatutendi matendo yanayomletea Mungu toba. Kwa sababu hatuzai matunda yampendezaye Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sasa tunafungwa. Bwana Yesu asifiwe. Amesema kuwa ametuinulia manabii. Sasa hao manabii wanatuhubiria njia za Mwenyezi Mungu ili tuanze kuzifuata, tusije tukasema hatukuambiwa. Tukatae sisi wenyewe kwa ujeuri wetu, kwa ubinafsi wetu, kwa kupenda kwetu, tukatae sisi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Kwa hiyo wakati ambao tunaamua kuchukua nafasi nzuri ya kumtafuta Mungu, tunaanza kwa moyo. Ijalisho umeokoka miaka ngapi, lakini anza kuhubiria moyo wako. Anza kupanga mipango ndani ya moyo wako. Useme nilikuwa na tabia hii, nilikuwa hivi, ama nilikuwa napenda hii, mimi mwenyewe napendezwa na hiki, lakini kama kinamchukiza Mwenyezi Mungu, nitakiacha ili nitafute uso wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba kama ni mkono utakuzuia kuona uzima wa milele, basi ni ukate. Hakumaanisha mkono wako. Hakumaanisha mkono wako. Amen. Maana hakuna vile mkono wako unaweza kukuzuia kuingia mahali. Kuna matendo yako ama kuna kitu unaweza kuwa unakitegemea sana, cha tamani sana kwa maisha yako, lakini kumbe kiko kinyume na Mwenyezi Mungu. Hicho ndio Yesu alimaanisha kwamba kitakuzuia kuingia katika uzima wa milele, basi ukate mkono wako. Bwana Yesu asifiwe. Tuweze kuomba. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu uketie juu ya makerubi. Wewe Mungu wa pekee mwenye uwezo na rehema zote, ambao Bwana mtakatifu kwa neema siku ya leo umetujalia tumekutana mahali hapa. Baba yangu umenena na mioyo yetu, Mungu ishe na kutawala. Tufundishe, wacha hofu yako ikaingia ndani yetu Jehova. Ili Bwana mtakatifu Baba tunapoenenda, tukaenende katika njia zinazokupendeza. Maana Baba mtakatifu Bwana tunatamani Mungu ishe na kutawala. Uwe Bwana ukawe mchungaji wetu. Baba tukawe watumishi wako, tukawe chini ya miguu yako Jehova, tukiinua jina lako. Maana Baba kwako ndipo mikono salama, na msaada wetu unapotoka kwako Jehova. Baba tutaishi salama. Baba ya mtakatifu Bwana, nena na mioyo yetu, kang'oe roho za jiwe, shingo ngumu ndani yetu, katuumbie roho za nyama, takayebondeka mbele ya uso wako.
Asante Jehova, nani kwa Yesu Kristo Baba tumeomba tatukiamini. Tusimame tu kwa miguu yetu, utatamka jambo juu ya maisha yako